tu, alafu nyinyi mtajipanga baadaye. Kwanza story yenye inafaa tuongelea kwanza ni kazi zetu. Ugumu wa kazi, mapato, alafu pia tujue ina connect aje na huu ugumu wa maisha. Ndio mkisema kasongo one time, isikuwe eti ni kasongo one time panganga pwehe pwehe. So hii unaona maybe tukiwa pande yangu pale ya jua kali, mimi nilikuwa naona serikali inatushauri anapata kweli kazi ziko Chinese wameteka ground, lakini sisi hatufaidiki, sisi ndio tunaumia tu kabisa. Wewe sasa kama fundi unaona ukiendelea kufanya hii kazi ama utawachana nayo? Inabidi tu utafute msafiri. Msafiri utamtoa wapi? Wachina warudi kwa China hawezi rudi kwao. Wakati nyinyi ndio mafoma pale kwa site. For example, mimi ni foma. Hako sawa, unajua kila mtu hako na maoni yake. Mbona unasema mchina arudi kwao na mchina amekuajiri ndugu yangu? Mchina ameniajiri, lakini mimi hakuna kitu mimi naona yenyewe. Hiyo pesa yake. Tunaona wewe saa hii umeweka mrambesa hapa. Naona sijui hii ni element umepanda ndani maua. Ni kama huko mzuri, mchina amekuweka mzuri ndugu yangu. Hebu sema mabaya ya mchina sasa. China ni general China. China ni kitu anatoa pale haiwezi kusustain hata. Na hii ekonomi ya Kasongo. Mimi nakwambia ni pressure ndio maana ground inalia. Kwa hiyo mchina anadanganya tu ni kazi, lakini bado anauma akipuliza. Na kando na kuharibu currency, huwa nasikia kazi za China unafanya hadi 6. Uko kadi kweli? Mimi niko kadi. Huyo ako kadi. Ako kadi? Sasa tuko kadi. So fomu yako ukiwa kadi uko tuta mama wanja. Watu wa kadi bwana ni one time. Niko kadi ni anthem ya one time. Ukishasikia mtu ako kadi, wewe kwanza majina yako ni nani? Haujui maneno ya tuko kadi. Sema majina yako. Mimi ni mwanahabari ule wa kawaida Alex Anangu pale kwa mtandao YouTube na Facebook. Sasa sema vizuri, kadi, mtu akiwa kadi anamaanisha nini? Mtu akiwa kadi anamaanisha ako na kadi ya kupiga kura. Cut.